Haujambo na karibu mtazamaji wa Saidi TV Channel 2, tunakukaribisha kwa kujiunga pamoja nasi kwenye taarifa ya habari katika lugha tukufu idhaa ya Kiswahili. Tunaripoti kutoka jijini Kinshasa ikiwa makao makuu ni Australia. Jina langu ni Sandra Heri. Kwanza tukujina habari zilizokuwa mezani. Tetesi nzito imezuka kunako jimbo la kusini mwa DRC, hususan kaskazini kiwemo Goma. Kumeonekana baadhi ya wanajeshi wa M23 kutoka katika milima matarafa nyingi na kurudi katika jiji la Goma, huku watu wakiendelea kuhisi labda kauli iliongeleka kuwa wanaweza kurudi na kuchukua mabasi yaliyotimu katika jiji la Goma na kurudi Rwanda labda yaweza kuwa ni kweli, badala ya kuonekana wanajeshi baadhi ya wengi kurudi kutoka tarafani mbalimbali na kurudi jijini Goma. Twende tupokee baadhi ya wakilishaji walioongea pale jijini Goma, hususan clip videos iliyoshutiwa kati ya baadhi ya wanajeshi wa M23 wakiwa wanashuka milima na kurudi jijini. Mpango wa amani katika eneo la mashariki mwa DRC itahitaji Rwanda kuwaondoa wanajeshi wake katika eneo hilo kabla ya pande hizo mbili kutia saini makubaliano ya amani. Sharti hilo la Marekani huenda likaikasirisha Kigali, ambayo imekuwa ikitetea uwepo wa wanajeshi wake kule Kongo kutokana na kile serikali ya Kigali inasema makundi yenye silaha nchini Kongo ni tishio la kudumu kwa usalama wake na eneo la maziwa makuu. Rasimu ya mkataba wa amani iliyopendekezwa katika mikutano ya Doha na Marekani imeonyesha kwamba sharti mojawapo lililoorodheshwa kabla ya kusainiwa kwa mkataba wa amani huko mashariki mwa DRC ni kwamba Rwanda inatakiwa kuwaondoa wanajeshi wake, silaha na vifaa vyake vyote huko Kongo. Sharti hili pia limetolewa na viongozi wakuu wa Jumuiya ya Nchi za Afrika ya Kati ECOWAS katika mkutano wao wa kilele uliofanyika mwishoni mwa juma lililopita huko Malabo, Equatorial Guinea, na ambao walisisitiza kuwa lazima mipaka ya DRC iheshimiwe. Hapa kuna information imetoka na Rwanda kule nako tayari revolution imeshaanza. Wazazi wa watoto ambao wamekufa kufa walishaanza kuuliza kwa sababu kuna wazazi wengine wanaambiwa, kuna wengine hawaambiwe. Nakuta mtoto ana miaka 5 hajarudi nyumbani wala hajatuma message. Hao wazazi sasa wameanza kule karame kule kuuliza watoto wao wako wapi. Wengine wanakamatwa, wanafungwa. Huku kuna wale Wanyamulenge walipelekwa kwenye makambi, nao revolution kule imeshaanza kuuliza. Waliahidiwa kusema watawapa nchi yao, watarudisha kwao kwa mtutu. Sasa imeshindikana na watoto wao wanaisha. Hiyo ndio revolution ambayo iko kule. Kuna nyingine revolution imetokea kule, wamesema kuna wale ambao wanataka kupindua Nkurunziza Burundi, nani 2015 ile. Nao ndani kwao kuna watu ambao wanauliza, mbona tuliambiwa tufanye nani kule Burundi revolution ya kutaka kumpindua nani Nkurunziza wakati alikuwa rais wa jamhuri kabla hajafa yule marehemu yule. Mbona sasa hivi vita tunazopigana zieleweki? Na kule nako tayari imeshaanza kuulizwa. Sasa ndio maana nasema hivi, au watu wanasema hivi, jamani hapo kazeni kwa sababu hii vita wanataka wakaitransfere nani, wanataka wakaitransfere Burundi. Muangalie vizuri, kwa sababu hii M23 inaweza kaja kugeuka yote kuwa Red Tabara wakishakuwa na pande moja Burundi. Hiyo ndio situation ambayo iko. Wamesema anayesababisha yote asifanyike ni nchi ya Burundi. Sasa hivi muangalie ndugu zetu Burundi huko, fungeni kabisa. Hiyo ndiyo mwisho wa taarifa yetu ya habari iliyokuwa jikoni mchana huu, ikiwa ni tariki 13 mwezi huu wa 6. Msikilizaji wa Saidi TV, tunaendelea kukaribisha na kukuambia kuwa endelee kuwa muhimizaji bora wa kuhimiza watu wengi zaidi kujiunga na Saidi TV Media kwa kujia na taarifa original. Asante na laheri. Hapa bayomba watusi walianza shuka kuanzia leo asubuhi. Wako natoka mvilima ya Saki, Karuba, wako na shuka wanaenda Goma. Hakuna migulu, hawana na gari, babato jo wanateseka, naanza kalibira ziko. Ni mugulu kumugulu kabisa. Sasa tunajiuliza kama wanashuka wataenda mangambo za Bukavu au wanashuka wanadarudia kwa Rwanda au